Karibu sana mwana Natural Sound Media. Jina langu naitwa Barnaba Benson na sasa ni wasawa kuziangazia habari mbalimbali ambazo zimetokea kunako ulimwengu. Inaarifiwa ya kuwa watu 14 wamejeruhiwa nchini Msumbiji mara baada ya polisi ya nchi hiyo kutumia nguvu kutawanya mkusanyiko ulioitishwa na kiongozi wa upinzani Venancio Mondlane siku ya Jumatano. Mamia ya wafuasi wa upinzani walijiunga kwenye msafara wa Mondlane kuzunguka mji mkuu Maputo, ikiwa ni mojawapo ya shughuli alizoziandaa kote nchini humo kukitambulisha chama chake kipya cha siasa. Hata hivyo, inaarifiwa ya kuwa polisi ilitumia risasi za moto na gesi ya kutoa machozi kusambaratisha mkusanyiko huo. Mratibu wa asasi ya kiraia inayofuatilia shughuli za kisiasa nchini Msumbiji ya Plataforma Decide imethibitisha ya kuwa watu 14 wamejeruhiwa kwenye vurumai hiyo, ikiwemo watoto 2. Mondlane alishika nafasi ya pili kwenye uchaguzi wa rais uliofanyika Oktoba mwaka jana kwa kupata 24% ya kura zote. Hata hivyo, mwanasiasa huyo aliyapinga matokeo hayo akisema ya kuwa yalikuwa ya wizi na akaitisha mfululizo wa maandamano ya umma yaliyokabiliwa na nguvu ya vyombo vya dola na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 320. Wakati hayo yanaendelea huko nchini Msumbiji, Rais Donald Trump wa Marekani ametishia ya kwamba kutakuwa na uharibifu mkubwa zaidi kwenye ukanda wa Gaza iwapo kundi la Hamas halitowaachia huru mateka wote wa Israeli inaowashikilia. Katika ujumbe kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth, Trump ameitaka Hamas kuachia mateka hao haraka iwezekanavyo pamoja na kukabidhi miili ya wale ambao walikufa, akionya kuwa iwapo hilo halitofanyika kundi hilo litasambaratishwa. Amesema hilo ni onyo la mwisho kwa kundi hilo la Hamas, akiapa ya kuwa ataipatia Israel kila inachokihitaji kumaliza kazi kwenye ukanda wa Gaza. Tamko lake linafuatia onyo jingine la waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliyelitaka kundi hilo kuwakabidhi mateka wote wa Israel au likabiliwe na madhara yasiyoweza kufikirika. Kundi la Hamas linalotawala ukanda wa Gaza limekataa kurefusha makubaliano ya kusitisha yaliyomalizika Jumamosi iliyopita na limeitaka Israel kurejea mezani kwa majadiliano ya mkataba mwingine wa kusitisha mapigano. Hata hivyo, Israel imeupuuza mwito huo na badala yake imeongeza mbinyo kwa kundi hilo, ikiwa ni pamoja na kuzuia uingizwaji chakula na mahitaji mengine huko Gaza. Hii ni Natural Sound Media. Jina langu naitwa Barnaba Benson.